Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Leo nimekuja ili tuweze kushiriki neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 8 hadi ule mstari wa 10. Unapopatana na video hii na ujumbe huu, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare, yani kusambaza ujumbe huu kwa wengine wengi, pia nao waweze kupatana na neno hili, ili pia nao waweze kufunguliwa na kubarikiwa. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya jambo jema, kwa sababu injili utakuwa umeisongeza mbele. Nitasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi mstari wa 10. Tusome pamoja pale. Naamini umefungua na wewe Biblia yako. Kitabu hicho cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Neno la Mungu inasema kwamba walisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea katika bustani ile ya Edeni. Walisikia kwa sababu hawakuwepo, lakini walisikia kule walikokuweko, walisikia. Na Mungu akapaza sauti na kuwaita watu hawa ya kwamba, Adamu uko wapi? Naye Adamu alipoisikia sauti ya Mungu huko alikokuweko alijibu, alisema ya kwamba, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa nikajificha. Neno la Mungu linatuzungumzia sisi leo. Sasa tusiangalie habari za kina Adamu na Hawa, watu ambao sasa waliondokea dunia kitambo, lakini tunazungumziwa sisi katika maisha haya, kwa sababu pia na sisi tumewekwa tuwe waangalizi kama Adamu na Hawa alivyowekwa katika shamba la Edeni, wawe waangalizi. Maandiko yanasema kwamba alimweka pale mwanadamu ili ailime ardhi na aitunze. Kwa hivyo kazi yao ilikuwa pale ni kuhakikisha shamba liko sawa sawa. Kazi yao ilikuwa ni kulinda na kuitunza ardhi ile ya shamba la Edeni. Lakini siku moja walihalifu amri na agizo la Mungu la kulinda na kuitunza ardhi. Kwa kuwa kama unavyofahamu, nyoka alifika Edeni na kumdanganya Hawa, na pia na kumdanganya na Adamu, maana pia Adamu naye alikuja kushawishiwa na mkewe, wakala tunda lile walilokatazwa na Mungu wasile. Hivyo kwa kosa hilo wanadamu hawa wakawa mbali na Mungu. Leo tunataka tuzungumzie jambo hili, kwa sababu na sisi pia tumewekwa tuwe waangalizi, lakini tumepewa tuwe waangalizi katika upande wa wokovu, katika upande wa neno la Mungu. Pia na sisi tumepewa maagizo na Mungu kama vile Adamu na Hawa. Adamu na Hawa walipewa maagizo ya kuangalia shamba la Edeni, na sisi tumepewa maagizo ya kuliangalia neno la Mungu katika maisha yetu. Ndiyo maagizo ambayo tumepewa, na katika neno la Mungu kuna yale tumeambiwa tuweze kuyazingatia, kuna yale tumepewa tuyatunze, kuna yale tumepewa tuweze kuyaangalia sana na kuyafanyia kazi katika maisha yetu. Vile vile kuna yale ambayo tumepewa, kuna yale ambayo tumeagizwa kwamba katika maisha yetu tusiwahi kuyafikia, kwa maana tungefanya hivyo basi tungekufa. Kama vile alivyoagizwa Adamu na Hawa ya kwamba miti yote ya bustanini mnaweza kula, lakini mti wa ujuzi wa mema na mabaya msikule matunda yake, wala msiguse, maana mngefanya hivyo mngekufa. Leo hivyo hivyo na sisi pia kuna maagizo tumepewa na Mungu, maagizo ambayo tunafaa tushike, na maagizo
mengine ambayo yanakuja na maonyo kwamba hatufai kufanya hivi na hivi na hivi. Hilo ndilo agizo pia na sisi tumepewa kama alivyopewa Adamu na Hawa. Lakini hivyo hivyo bado wanadamu wanakiuka maagizo yale waliopewa na Mungu kama alivyofanya Adamu na Hawa. Leo pia wanadamu nao wanaingia katika kosa lile la Adamu na Hawa leo duniani. Kwa sababu ni siku nyingi umesikia maagizo ya Mungu. Ni siku nyingi umesikia Injili, umesikia mahubiri, lakini bado unaendelea kushikamana na neno lile. Adamu na Hawa walipofanya kosa lile, Mungu hakuacha kuwafuatilia kama vile ambavyo unafuatiliwa na wewe. Mungu anauliza leo, uko wapi? Maana hakuoni pale alipokuweka. Anauliza leo, uko wapi? Maana haja kuona pale alipokuambia ukae. Wewe leo hauko hapo. Alikuambia ukae wapi Mungu? Alikuambia ukae katika upendo. Alikuambia ukae katika uaminifu. Alikuambia ukae katika uvumilivu. Alikuambia ukae katika amri na maagizo yake Mungu. Lakini leo haujakaa pale mahali ambapo alikuagiza Mungu. Leo umeenda mbali. Lakini Bwana Mungu amekuja bustanini tena. Na sauti ya Mungu unaisikia. Na najua na hata pia jana uliisikia, na hata labda pia juzi uliisikia. Lakini ulipoisikia hii sauti ya Mungu, na hata leo unapoisikia hii sauti ya Mungu, utarudi. Kwa sababu Mungu anauliza uko wapi? Kwa sababu haupo katika neno alilokupatia. Watu wengi wamelisikia neno la Mungu, na hata najua wengine wameliishi neno la Mungu, wameishi sawa na neno la Mungu, lakini wamefika mahali wamerudi nyuma, wamefika mahali backslide, hawako tena katika neno la Mungu. Leo Mungu anakuhitaji. Amekuja, amekutafuta. Amekuja, anakuita, anakuuliza uko wapi? Maandiko anasema walienda kujificha, Bwana Mungu asiwaone. Unapotenda dhambi inakuwa ni kwamba umetoka katika anga ya Mungu, umetoka katika mtandao wa Mungu. Kwa hivyo Mungu hata akikutafuta hawezi kukuona. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza kinasema hivi, ya kwamba mkono wangu si mfupi usiweze kuokoa, sikio langu si zito lisiweze kusikia, lakini dhambi zenu zinauficha uso wangu nisiweze kuona. Dhambi zenu zinafanya mimi siwezi kunyosha mkono nikawaokoa. Maana dhambi ina desturi ya kuziba, ya kujenga ukuta hata Mungu asiweze kukuona wewe. Kwa hivyo dhambi leo imejenga ukuta. Mungu anapokutafuta hawezi kukuona kwa sababu ya dhambi ile uliyotenda. Dhambi yoyote iwe kubwa ama iwe ndogo, na tena mbele za Mungu jua hakuna dhambi kubwa wala dhambi ndogo. Dhambi zote zitakufanya mwanadamu kuingia katika hukumu, zitakufanya mwanadamu kuingia katika adhabu ya Mungu. Kwa hiyo dhambi imefanya Mungu hawezi kukuona. Sasa anakuita urudi, maana ulikuwa mahali pazuri, ulikuwa katika shamba la Edeni, na katika shamba la Edeni ulikuwa vizuri. Ulipokuwa katika uwepo wa Mungu ulikuwa vizuri, mtu wa Mungu. Amani ilikuwepo, magonjwa hayakuwepo, shida mbalimbali hazikuwepo ulipokuwa pamoja na Mungu. Sasa umeenda mbali na Mungu, shida zimekupata, shida za kimaisha, suko ya hapa na pale, magonjwa hapa na pale. Haya yote sasa yamekuvamia kwa sababu ulitoka katika uwepo wa Mungu. Lakini Mungu anakuuliza uko wapi? Umeenda kule katika uovu. Wengine walirudi nyuma, sahi makahaba. Wengine walirudi nyuma, sahi wazinzi. Walirudi nyuma, wameingia katika mambo mbalimbali, katika ulevi, katika mambo mbalimbali, mambo ambayo hukuishi ukiyafanya, lakini sasa unaishi ukiyafanya. Lakini Mungu anasema urudi. Urudi Edeni, mahali alipokuweka, ambapo hakuna shida, hakuna magonjwa, hakuna ukame wa maisha,
huku kuna amani, huku kuna furaha. Anasema njoni kwangu enyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, rudini Edeni. Kule mliko kwenda mtapata shida wanadamu. Dhambi ndiyo imekupeleka kule. Watu sasa wanalia diabetes, analia mimi niko na pressure, analia mimi niko na heart attack, mimi niko na ulcers. Kilichokupeleka kule ni dhambi. Siogopi kusema hivyo. Kilichokupeleka huko ni dhambi. Murudie Yesu. Hata kama umebackslide, umerudi nyuma sana kwa muda mrefu, lakini murudie Mungu sasa. Mungu anakuita. Ukirudi huko, shida zako zitaondoka, matatizo yako yataondoka. Haina haja umuonge Mungu ati utoe pesa, uvunje madhabahu, uziwe sijui maji, uziwe mafuta, ati ndio shida yako iondoka. Hapana, hapana. Sio namna hiyo. Unahitaji kumrudia Mungu. Urudi katika amri na sheria zake takatifu alizokupa Mungu. Umejifunga majani kule. Maandiko yanasema walipokwenda huko walijifunga majani ya mtini. Lakini pamoja na kujifunga majani, bado alikuwa mwanadamu yuko uchi. Bado alikuwa uchi. Kwa sababu majani hayana uwezo wa kustiri uchi wako. Lakini Mungu anakuita akuvalishe ngozi. Akuvalishe ngozi. Ngozi hata kuwe na jua la vipi, ngozi itabaki na wewe. Lakini majani yatakauka. Utarudi katika hali yako ya uchi na kupigwa na jua. Urudie Mungu. Maandiko yanasema hivi hapa. Mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani nikaogopa. Sasa unaposikia sauti ya Mungu, kama neno la Mungu lisema hivi katika Waebrania, ya kwamba msifanye moyo wenu kuwa mgumu kama siku ya kukasirisha. Usifanye moyo wako kuwa mgumu unaposikia sauti ya Mungu inapokuita kama leo. Kitabu cha Yoeli 2 mstari wa 12, nitasoma kwa haraka. Yoeli 2 iko hapa. Yoeli 2 mstari wa 12 nasema hivi, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Mstari wa 13, rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Yoeli anasema nirudieni mimi. Bwana Mungu anasema nirudieni mimi. Asema Bwana, murarue mioyo yenu wala si mavazi. Muungame uovu wenu, ungama dhambi yako, achana na dhambi, achana na uovu. Dhambi imekuumiza na ukiendelea itazidi kukuumiza dhambi. Lakini sasa mrudie Mungu. Ukimrudia Mungu, masumbufu hayo ambayo umekuwa nayo, matatizo ambayo umekuwa nayo, maswali yako ya maisha ambayo umekuwa nayo yatapata majibu. Lakini ukimrudia Mungu kwa kumaanisha kwa moyo wako wote na kusema, mimi nimeachana na dunia, mimi nimeamua kuachana na uovu, nimeamua kukurudia Mungu, Mungu atakupokea. Si mwepesi wa hasira. Anasema njoni kwangu nyote, anasema katika Isaya 1 ya kwamba hata dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, mimi nitazisafisha. Nitazifanya ziwe nyeupe kama vile sufu, kama vile theluji. Mtu wa Mungu, mrudie Bwana Yesu, atakupokea tena. Anasema hivi, mstari wa hapa mbele, mstari ule wa 14, nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, naam, sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wetu. Nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka? Ukimrudia Mungu, atakuachia baraka zake. Utakuwa na uzima. Maradhi ambayo yamekusumbua ni kwa sababu ya kwamba umeenda mbali na Mungu. Lakini mrudie Mungu sasa. Mungu
atakuachia baraka, uzima utakuwepo, afya itakuwepo, mahangaiko yatakoma. Nimekwambia hivi ya kwamba ni umrudie Mungu, si kwamba urudie madhehebu, dini. Hizo zitakuokoa. Mungu akukubariki. Ni dakika kidogo sana, ni wewe tu uchukue maamuzi ya kusema mimi nimeamua kuachana na dhambi na kumrudia Mungu, naye atakuokoa. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, kwa jina la Yesu. Amen.